Karibu katika habari za kimataifa. Jina langu naitwa Chris Moshi. Wanaanga wawili wa shirika la Marekani la sayansi na teknolojia ya angani NASA hatimaye wamerudi duniani usiku wa kuamkia leo baada ya kukwama angani kwa miezi 9. Butch Wilmore na Sung Williams pamoja na Marekani mwenzao Nick Hagai na mwanaanga wa Urusi Alexandry Gubanov walitua baharini huko Florida huku wakishangiliwa na kundi la watu. Wanaanga hao wanne waliondoka duniani mwezi Juni mwaka jana katika safari ya kwenda angani kwa siku chache tu, ila chombo kilichowabeba kilipata matatizo ya kiufundi na kudaiwa kuwa hakiko salama kurejesha duniani na kikaishia kurudi kitupu, hivyo kusababisha wao kusalia angani kwa kipindi cha miezi 9. Na huko nchini Somalia, rais wa Somalia nusurika shambulizi la bomu Mogadishu. Bomu lililokuwa limetegwa njiani limelipuka nje ya kasri la rais nchini Somalia jana, na serikali kusema kuwa bomu hilo lilikuwa limeulenga msafara wa rais. Taarifa ya Wizara ya Mawasiliano imekitaja kitendo hicho kuwa cha uoga. Kundi la kigaidi la wanamgambo wa Al-Shabaab limedai kuhusika na utekaji bomu hilo. Taarifa hiyo haikutaja idadi kamili ya waliofariki kutokana na bomu hilo, ila shuhuda mmoja amesema kwamba amehesabu miili 3 ya watu katika eneo hilo la tukio. Rais wa Somalia amenusurika katika shambulio hilo. Kundi la Al-Shabaab ambalo linapinga serikali ya shirikisho la Somalia hufanya mashambulizi ya mara kwa mara ya mabomu likiwalenga maafisa wa serikali na wanajeshi katika taifa hilo la pembe ya Afrika. Na kwa kuhitimishia, katika ukanda wa Afrika Mashariki, marais wa Kongo na Rwanda wakutana mjini Doha. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wamefanya mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana mjini Doha, Qatar hapo jana. Tshisekedi na Kagame wametoa wito wa usitishwaji wa mapigano wa mara moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa ya pamoja iliyotolewa pamoja na Qatar, ambaye kiongozi wake ndiye aliyekuwa mpatanishi wa viongozi hao, imesema usitishwaji huo wa mapigano unastahili kufanyika mara moja na bila masharti yoyote, ila haijawa wazi wapo hilo litawapelekea wanamgambo wa M23 kutofanya mashambulizi zaidi, ukizingatia kwamba kwa sasa wanadhibiti eneo kubwa la mashariki mwa Kongo kuliko wakati mwingine wowote. Kongo inaituhumu Rwanda kwa kutumia silaha na majeshi yake kuwaunga mkono wanamgambo hao, ambao mashambulizi hao yamelitumbukiza eneo la mashariki mwa Kongo katika mojawapo ya mzozo mbaya zaidi katika miongo kadhaa. Na hiyo ndio tamati ya habari za kimataifa kwa siku ya leo. Ulikuwa nami Chris Moshi.